Mtazamaji wa Maco TV na karibu. Kwa kawaida huaga kuna story nyingi sana za shambani ambazo huaga hatushei sisi ambao tuko shambani tukifanya kilimo. Kwa mfano, msimu uliopita sisi tulikosa trekta kwa wakati. Hivyo ilitubidi kutumia mbinu ambayo tuko nayo ambao ni nguvu kazi, yani ya kutumia majembe. Hatukuwa na option kama unavyoona hapa kwenye video hii hapa iko hapa hii. Kwa sababu hatukuwa na option, shamba hili tulikuwa tumekodisha. Sasa je, tungeliacha na msimu ukipita ndio umepita, hauna nafasi tena ya kufanya hivyo. Na hivyo sasa itubidi kufanya hivyo, kuingia shambani sisi wenyewe kwa mikono. Na hizi ni sababu ambazo zilisababisha sisi kufanya hivyo. Kwa nini tusingesubiri trekta? Kwa nini tuliamua kuingia shambani moja kwa moja? Usiondoke. Hii ni Maco TV. Na kama hujasubscribe, naomba usubscribe. Unaweza kuona portion ambazo tumebaki nazo mkulima hapa. Hii ndio sehemu ambayo tumebaki nayo kwa muda huu. Tukishamaliza sehemu hii hapa, maana yake tayari tutakuwa tushasonga mbele kwa kiwango fulani hivi. So kote huku tutakuwa tuweze kumaliza, tuendelee sasa na harakati zingine za upandaji. Kwa kazi inaendelea. Sema tu nyanya zimevunwa ama wakati wa mavuno, lakini it's hard, ni vigumu, lakini no way, lazima tufanye hivyo. Hizi ndio nyanya, hii ndio shamba kwa ajili ya kuandaa nyanya, na hapa nitakupeleka kwenye sehemu ambapo tunapanda kitaru cha nyanya moja kwa moja. After maisha mengine yaendelee. Sababu ya kwanza kabisa ni kutokupata trekta kwa wakati. Kumbuka kuwa trekta nyingi ambazo tunazitumia sisi ni trekta za kukodi ama za kuazima, na unakuta trekta hizo ni chache, kwa hiyo kuzipata kwa wakati ilikuwa ni changamoto. Na kumbuka kuwa msimu au kusubiri, ukimisi msimu basi tayari umeshaondokana na wakati, na hivyo itakubidi sasa ulime katika msimu mwingine tena. Kwa hiyo sasa tulikuwa hatuna option, ndio maana itubidi tu kuingia shambani moja kwa moja sisi wenyewe. Mtazamaji, kwa kufanya kitendo hichi cha kuingia shambani wenyewe ilichukua muda. Shamba ambalo tulitarajia kulima kwa masaa kwa kutumia trekta, hivyo itubidi kutumia hata siku 2 mpaka siku 3 baada kuja kuimaliza. Na of course ilikuwa ni challenge na ni changamoto. Hatukuzoea sana kutumia nguvu nyingi kama zile ambazo tulizitumia kwa wakati ule, lakini hii ilitupa funzo kwamba kilimo kinahitaji uvumilivu na pia kinahitaji kufanya maamuzi ya haraka. Kuna kitu kinaitwa timeliness cost. Ni kwamba ni baadhi ya hasara ambazo zinapatikana kwa kuchelewa kufanya operation fulani hivi ambayo inahusu au inakutaka ifanyike kwa wakati huo wa shambani, hasa katika maandalizi ya shamba ama wakati wa kulima, wa kupanda, wa kupalilia au whatever. Ingekuwa hakuna namna sasa kwa ajili ya kuondokana na hiyo timeliness cost ama hasara hiyo kwa sababu ya kuchelewesha operation fulani ya shamba, itubidi tu kuingia shambani moja kwa moja.